Shalom, shalom, shalom. Bwana, leo nimebahatika kutembelea White Sand Hotel. Nimekuja kwa ajili ya shughuli maalum. Unajua kila kitu na nyakati na majira yake. Unaona bwana. Ni sehemu nzuri ya kuvutia, ina mandhari ambayo nadhani hata mwenyewe unaona wanaposema white sand, kweli ni white sand. Ukiangalia hapa mchanga ni mweupe. Unaona bwana. Lakini pia kuna upepo mzuri, unajua upepo mwanana. Ukisikia habari za kubariz, kubariz bwana, watu wanakuja kubariz. Huwezi kubariz ukiwa maeneo ya Manzese, huwezi kubariz ukiwa Kimara, lakini maeneo ya beach huku bwana, ndio kuna ule upepo sea breeze. Unaona bwana, kuna ule upepo wa mchana, upepo wa asubuhi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nimefurahi sana. Unajua utalii wa ndani ni kitu muhimu sana. Sisi wenyewe tunapotangaza maeneo yetu ya ndani, ni rahisi pia kuwavutia wageni kutoka nje. Unaona bwana, wazungu. Lakini Tanzania tumeumbiwa sisi wa Tanzania, kwa hiyo ni muhimu pia na sisi wenyewe tukafanya utalii. Unajua saa nyingine wazungu wanaijua Tanzania kuliko sisi wenyewe ambao tumezaliwa hapa ndani, kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Sio kwamba sio kitu kizuri sana, sio kitu kizuri kabisa. Kuna maeneo kama Ngorongoro Crater, kuna mlima Kilimanjaro, kuna Serengeti, lakini pia kuna viumbe mbalimbali ambao wanapatikana hapa Tanzania. Kwa mfano, ukienda katika milima ya Amani, kuna viura ambao hawapatikani sehemu nyingine duniani, wanapatikana mkoa wa Tanga, wanapatikana Tanzania. Lakini pia kuna viura na vipepeo mbalimbali ambao wamepamba kwa rangi mbalimbali. Unajua Mungu bwana, katika kuchora sisi wengine tunaiga tu, lakini Mungu ndio mchoraji mkuu kuliko mchoraji mwingine yeyote, na anachokichora saa nyingine kinafanana na kile. Kuna vipepeo wa aina fulani ambao wote wana doa la aina moja. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba hilo doa au huo mchoro na hiyo rangi na jinsi ilivyochanganywa, imechanganywa vipi? Kwa wale ambao wamesoma faniati, kuna ile light dark, afu na ile light kabisa, ile unakuta kabisa na zile rangi na zenyewe zinakwenda katika mtiririko huo. Unaona bwana. Kwa hiyo Mungu ndio creator, Mungu ndio muumbaji, Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio kila kitu kwetu. Ninachotaka kusema tu kwamba niliwaahidi kwamba wiki ijayo tutajaribu kuangalia neno la Mungu katika Biblia. Tunaona pale kwamba Yesu Kristo alivyoanza huduma yake alisema kwamba Roho wa Bwana juu yangu. Sasa tunataka kujua ni kwa nini alianza na neno hilo. Kwa nini asingesema kwamba leo nina nguvu, leo nimekaa vizuri? Unaona bwana, lakini sema Roho wa Bwana juu yangu, nifunua mahali, ingia katika sinagogi. Kwa hiyo tuangalie, naamini kwamba kupitia neno hilo utaweza kuinuliwa katika viwango vya hali ya juu kabisa, na Mungu atakwenda kuonekana kwa namna ya kipekee. Huku bwana ndio ufukweni bwana, kama unavyoona. Asante sana, shalom, tuko pamoja. Mungu ni mmoja, Tanzania ni moja. Mungu atubariki sana. Amen.